because in him there is life. Ikiagera ime ya Kristo ubugima mburororo. Asomo takatifu, nuru yako, nuru yako, takatifu, nuru yako, nuru yako, akaamua kuwaangamiza wanadamu wote. Ni mwingi wa rehema, rehema yake hufika mwisho. Kumbuke mwingi wa rehema, rehema yake, wa rehema, rehema yake. Sasa ni wavumilie, sasa ni wavumilie wokovu, sasa ni wavumilie wokovu wetu, wavumilie wokovu wetu, wokovu wetu, kwa kutesa hiki wokovu wetu, kwa kutesa hiki, kwa kutesa hiki hakitapita, kwa kutesa hiki hakitapita, hakitapita. Tusiyachukulie maneno sana, tusiyachukulie maneno sana, tusiyachukulie maneno sana. Rehema bado atokonyene koru tuachaka program naendekera twaikire enseme program naendekera twaikire enseme Kwa hivyo tuna kila sababu ya kusema ni asante kwa sababu ya wema wake, neema na fadhili nyingi kwetu. Na pia tunawashukuru sana wanakwaya wetu Inuka kwa kumtukuza Mungu kwa wimbo mzuri ambao ni wasifa, na pia viongozi wale ambao wametangulia kutufunza katika vipindi vingine. Na imani tunaendelea kubarikiwa, kufarijika, kuhimizika na pia kujengeka katika maisha yetu ya kiroho. Kwa hivyo nawakaribisha katika kipindi chetu cha uongozi leadership, na siku ambayo ni ya jana tuliangalia kuhusu Mungu mara nyingine huwa anaruhusu migogoro itokee ili kwamba aweze kujenga viongozi. How crisis develop leaders, how God allows crisis and chooses crisis to develop leaders. Kwa hivyo Mungu mara nyingine anachagua na kuruhusu migogoro fulani kutokea ili kujenga viongozi. Kwa hivyo Mungu anakujenga katika magumu fulani, ama katika mapito fulani, ama katika changamoto unazozipitia katika uongozi. Kwa hivyo tabia yako inajengeka. There is character development katika uongozi. Crisis force individuals to confront their weaknesses and develop virtues like perseverance, humility and compassion. Wakati kuna migogoro inaruhusu viongozi kukabiliana na unyonge na udhaifu wao, na inakuwa ni wakati wa kujengeka, kuwa na subira, kuwa na uvumilivu. Maana subira huvuta heri, na pia saa zingine kuwa mnyenyekevu na kuwa na huruma iliyo na vitendo inaitwa compassion. Na pia kunatokea hali ya kukua kiroho, spiritual growth. Difficult situations and circumstances can lead to deeper dependence on God, resulting in more profound understanding of faith and a stronger relationship with the divine. Kwa hivyo unajengeka katika hali yako ya kukua kiroho wakati kuna migogoro. Pia inaleta leadership skills
kuna ujuzi fulani ambao unakuwa nao ili kutatua shida na matatizo ya watu katika uongozi kwa sababu ya migogoro, na pia unaelewa wengine kwamba Mungu is a God of diversity, na katika utofauti ambao ameweka katika watu inakusaidia katika uongozi wako vizuri. Leo ninataka nisungumze kuhusu the stone of help, jiwe la msaada. Jiwe la msaada. Katika uongozi tunahitaji jiwe la uongozi. Neno hili linaitwa Ebeneza. Ebeneza. Na katika Samueli wa kwanza tusome mistari kadhaa pale, sura ni ya 7, ukisoma kuanzia mstari wa 3, neno la Mungu linasema, basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli, akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali miungu migeni. Inamaanisha kama viongozi, kama watu wa Mungu, huwezi kutumika na Bwana ukimwabudu na wakati huo pia unasujudia miungu mwingine. Huwezi mtumikia Mungu na unatumikia miungu, vinyago, unatumikia sanamu. Hata fisi alijaribu njia mbili na akapasuka msamba, yaani akasikia harufu inatoka mahali ya nyatu vizuri, na akakutana na barabara moja inaelekea hivi na ingine, akajaribu kukanyaga mguu moja na mguu mwingine hapa, akapasuka kutoka juu mpaka chini. Kwa hivyo kile ambacho mtumishi wa Mungu anawaambia hawa wana wa Israeli, lazima waweke miungu yao kando ili wapate kumtumikia Bwana. Huyu ni Samueli. Nami ninawaambia na tuambiane kama viongozi, kama watu wa Mungu, uwezi kumtumikia Mungu, uwezi kutumika na Mungu na ili hali unatumikia miungu mingine. Hivyo anataja na kusema, nayo mastorethi yatoke kwenu. Hayo ni majina ya miungu hiyo. Mukamtengenezee Bwana mioyo yenu, maana Mungu hana haja na mioyo, ana haja na moyo wako. Mukamtumikie yeye peke yake. God is a jealous God when it comes to worship. Ikiwa ni mambo ya ibada, Mungu huwa na wivu kama boyfriend na girlfriend ambao wako teenager adolescents, wameshikamana, unawaambia masomo kwanza, hawataki kusikia, kuwatuanganisha inakuwa vigumu. Hata wakipewa nidhamu ya aina gani, bado wanatafutana mpaka usiku wa mchana. Ikiwa ni ibada, Mungu hawezi kukushiriki na ushiriki mwingine, anakuhitaji yeye, that you give him total allegiance. Anataka ujipiane kwake kabisa, ndiye akutumie. Kwa hivyo nasema mukamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya maadui. Walikuwa wanaitwa Wafilisti. Ukitaka kuondolewa katika mikono ya adui, mutumikie Mungu. Usijichanganye kama kiongozi katika maisha yako. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa mabaali na mastorethi, wakamtumikia Bwana peke yake. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, sehemu inaitwa Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana, kwa sababu Mungu alimweka awe kati yao na watu wake. Kwa hivyo akasema, walete wote, nitawaombea ninyi kwa Bwana. Kuna wakati tunajiombea, kuna wakati tunaombewa. Wakati mwingine Mungu katika hierarchy ya uongozi wake amewainua watu. Ndio unaona kuna mchungaji, kuna wazee wa kanisa, kuna viongozi wa idara na kuna washiriki. Kuna watu pia wanaongozwa hapo. Na kwa hivyo katika hizo hierarchy huwezi kuwa wewe ni shemazi na ati wewe ni mchungaji. Hapana, kila mtu na sehemu yake. Na Mungu ameweka hivyo. Na mpaka uheshimu mamlaka ndio upate baraka katika uongozi. Inasema wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana. Wakafunga siku ile, wakasema huko, tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Hata Wafilisti
maadui wa wana wa Israeli, wana wa Mungu, waliposikia ya kuwa wana wa Israeli wamekusanyika huko Mispa, mashehe wa Wafilisti, hawa ni viongozi wakuu, walipanda juu ili kupigana na Israeli. Nao wana wa Israeli waliposikia wakaogopa Wafilisti. Jana tulisema whenever you are given position there must be opposition. New levels, new devils. Wakati umepewa amri ama sehemu ya mamlaka kuongoza watu, lazima utakabiliwa na pingamizi, utainukiwa, utadharauliwa mara nyingine. Kuna wengine watakuunga mkono, kuna wengine watasimama nawe, lakini kuna wengine watakudhihaki, kuna wengine watakukejeli, kuna wengine wataona ufai. Wafilisti waliposikia kwamba wana wa Mungu wa Israeli wamekusanyika ili kuomba msamaha na kumrudia Mungu, wakaamua kwenda kuwapiga vita. Kitu walisahau ni kwamba wana wa Israeli walikuwa na kiongozi, naye kiongozi ni Mwenyezi Mungu. Mara nyingine watu wanapigana na wewe, lakini wasijue wewe ni wanani ama una nani. Kama kiongozi una Mungu. Ndio maana Mungu alikuwa akiwaongoza. Ya Biblia inasema katika mstari wa 9, ndipo Samueli akatua mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamuitikia, akachukua mwana kondoo akatoa. Mwana kondoo alisimamia Yesu ambaye ni mwana kondoo wa Mungu, ambaye amekuja akafa na akamwaga damu kwa ajili ya dhambi na makosa yetu yote. Niseme ndio maana hakuna bila kujitoa na kutoa ni maombi ambayo ni sarakasi. Maombi yako yasikiwe, jitoe. Kukaa mikono birika, mikono migumu, utaki kukaa mikono birika, mikono migumu, utaki kutoa, ati unajua sina. Si Mungu akupe, na wewe ambaye amekupatia, si uwe na moyo wa kutoa. Basi akalia kwa niaba ya wana wa Israeli. Mstari wa 10, hata Samueli alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakabiria ili kupigana na Israeli, walakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti siku ile, akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. Na watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakawafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari. Hiyo ni sehemu inaitwa hivyo. Kwa hivyo baada ya kutoa na maombi kufanywa, Mungu alileta kuchanganyikiwa kwa maadui wa Filisti, na wana wa Israeli waliwapiga sana siku hiyo, mpaka wakawafukuza, wakawapeleka mbali. Kwa hivyo katika uongozi ni vita huko. Kwa hivyo mstari wa 12 ambao ni muhimu sana, ndipo Samueli akatua jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Ebeneza, jiwe la msaada, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Jiwe hilo aloliita Ebeneza lilikuwa ukumbusho, a memorial, kwamba ni Mungu aliwasaidia. Kwa hivyo jiwe la msaada ni jiwe la kusaidia watu wa Mungu na viongozi. Kile ambacho tumepata katika somo hili refu in this passage of scripture, Samuel, one of the greatest men of God in the Old Testament, the last of the judges, Waamuzi, the first of the prophets, is seeking to bring about a revival in Israel. In so doing, he spoke to the Israelites about the things that would bring revival. Na mambo ambayo aliwazungumzia ni haya maine muhimu ambayo yanaleta uisho, ufufio katika wana. Kiongozi lazima ukubali kutumika na Mungu kuleta revival katika kanisa,
na katika watu wa Mungu. Number 1, returning to the Lord with all of their heart. Walikuwa wamrudie Mungu na mioyo yao yote. Mungu anahitaji moyo wako. Anahitaji moyo nusu nusu. Ukijipeana kwa Mungu, jipeana kwa Mungu kabisa. Mbona unabakisha kitu kidogo? Give yourself wholly to the Lord. Jipeane kwa Mungu. Ukikubali kuwa Mkristo na ukubali kuwa kiongozi, kuwa mtu ambayo umejitoa kabisa. Number 2, removing the foreign gods from among them. Walikuwa waondoe miungu ya kigeni yote kutoka kwao. Maana Mungu hawezi kushirikishwa na miungu mingine. Uwezi kutumika na nirudie Mungu na utumikie karumanzira. Uwezi kutumikia Mungu na washirikina na waganga, eti madaktari wa kienyeji, lakini watu wa mazingaombwe. Kama ni Mungu, wacha awe Mungu. Ndio maana anaitwa Ebeneza. Number 3, directing their heart to the Lord. Mioyo yao waielekeze kwa Bwana. And then number 4, serving Jehovah God alone. Kumtumikia Mungu peke yake. And therefore these 4 things basically constitute repentance. Ndio inahitaji hali ya toba na kurudi kwa Bwana kwa maungamo ya kweli. Wapendwa, kanisa la Mungu, viongozi, murudie Mungu kwa toba. Unajua kuomba msamaha sio kusema tu Mungu nisamee, nimekutenda dhambi. Ni kugeuka. Achana na dhambi. Achana na hiyo njia ulikuwa umeifuata. Repentance, metanoia in Greek language, ni kugeuka. Ulikuwa unafuata njia hii, unagundua hii njia ikupeleki vizuri, una make a U-turn, unafuata Mungu. Kwa hivyo kulia na kusema nisamehe ni sawa. Hata Mungu ashakusamehe, lakini umegeuka, umeachana na njia mbaya, umemfuata Mungu. Hiyo ndio swali ambalo unastahili kulijibu. So the Israelites made the conditions for repentance and for deliverance. Kwa hivyo walitimiza mahitaji ya kutubu na kuungama na pia kukombolewa. Walihitaji ukombozi, na ndio maana Mungu aliwashindania kinyume na maadui zao Wafilisti ambao walikuja kuwapiga. Kwa hivyo hata kwenye vita yule atakupa ushindi kama kiongozi ni Mungu. As usual, the Philistines came against Israel thinking they would wipe them out, but they were badly mistaken. Wafilisti walipo wafuatilia Waisraeli, walifikiria kwamba kwa sababu ya silaha walizokuwa nazo na viongozi waliowatangulia katika vita wangewaondoa Waisraeli kabisa, lakini kumbe hawakujua. Siku hiyo walijua hawakujua. God fought for his people and routed their enemies. Mungu aliwapigania na akaweza kuwaondoa hao maadui. Kama kiongozi, ngoja tusome mistari miwili ya Biblia kama itakusaidia katika uongozi. Ya kwanza ni katika kitabu cha Yakobo in the New Testament, Agano Jipya, kitabu ya Yakobo sura ya 4. Sikia venye mstari wa 7 unasema. Mstari wa 7 wa Yakobo 4 inasema hivi: Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Basi mtiini Mungu, jisalimishe kwa Bwana, jipeane kwa Mungu. Wewe usibakishe chochote. Alafu ukifanya hivyo, mpingeni shetani naye atawakimbia. Au muwezi shetani bila kujisalimisha kwa Mungu. Mungu ndiye anapata nafasi sasa, akiingia atawale katika hali, basi shetani ataondoka. Hebu niseme hivi, unajua tunaongea na Mungu lakini shetani tunampinga tunaposimama kinyume naye. Kwa hivyo shetani hajuangi kupembelezwa, ni kuambiwa ondoka kwa sauti ya mamlaka na uwezo wa kimbingu. Kwa hivyo unapojisalimisha kwa Mungu, kwa Bwana, Mungu akipata nafasi katika kukutawala, shetani ana lingine, lazima ataondoka. Nyingine ni katika Isaya 54. Isaya 54 tunasoma uongozi
na tunamulika jiwe la msaada. 54 ukisoma mstari wa 15 inasema behold, na kuna koma, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Inasema tazama, yamkini watakusanyana maadui, watu watakuinukia katika uongozi, iwe ni within or without. Wanaweza kuwa wako ndani ama watoke nje, na watu hata kama ni maadui wao wenyewe, wakisimama kinyume nawe wanakuanga marafiki na wanashikana katika kukuinukia. Lakini neno linasema, lakini si kwa shauri langu. Mungu mwenyewe anasema, si yeye aliyewatuma, si yeye aliyewaamuru wakuinukie. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Maadui zako wacha wawe maadui wa Mungu, wacha Mungu akupiganie. Inamaanisha hivyo. 17 inasema, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, says the Lord. Kila silaha itakayofanyika. Kwa hivyo silaha huwa zinafanyika kinyume na kiongozi, kinyume na mtu, kinyume na kanisa. Silaha zinatengenezwa tu, watu hutengeneza silaha, lakini nasema itakayofanyika juu yako kama mcha Mungu, kama kiongozi, haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaoinuka, maneno watakayo kusungumzia. Unajua maneno yako na nguvu, yako na uwezo. Kwa maneno watu ubarikiwa, kwa maneno watu ulaaniwa, kwa maneno watu uliwa, kwa maneno watu pewa uhai. Ukosoma katika Methali 18 inasema hivyo, mstari wa 20 pale 21, kabla uende 22. 21 inasema jebu tusome pale kidogo kabla nielezee. Kila ulimi, maneno ni mbegu. Maneno yana baraka lakini yana laana. Maneno yale ambayo unarushiwa na walio kinyume kama kiongozi. 18 verse 20, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Tumbo ni la chakula, chakula ni ya tumbo. Maisha ya mtu yanategemea maneno yake, anayojinenea, anayonenewa. Hivyo uelewe, inasema atashiba mazao ya midomo yake, mauti na uzima. Na niongeze niseme, baraka na laana huwa katika uwezo wa ulimi, huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hivyo kila silaha itakayofanyika na kila ulimi ambao utainuka kinyume, inasema hivi, kila ulimi utakoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Ndio maana hata katika maombi kama kiongozi jiombee, na mara nyingine sema hakuna silaha kinyume na maisha yangu itakayofaulu, na kila ulimi ambao umeinuka kinyume na maisha yangu ninakanusha maneno hayo, na itatimia hivyo, na utakuwa na ushindi katika maisha yako. Kwa hivyo Mungu ni Ebeneza, jiwe ili kuu. Na niseme kwamba Mungu alipowapigania na kuwapatia ushindi, kwa sababu alikuja kwa ngurumo na mtetemeko, ndipo Samueli akainua jiwe in honor of God's great act. Ilikuwa ni kuheshimu tendo la Mungu lililokuu, na akaita that place Ebenezer. Thus far the Lord has helped us. Umbali huu ni Mungu ametuleta. And therefore God does not want his people to live in defeat. Mungu hataki watu wake waishi katika kushindwa. Ikiwa ni kiongozi, uziishi katika kushindwa. Anataka uishi katika ushindi, because he is all power in the heavenly. Uelewe, hakuna nguvu, hakuna uwezo mbinguni, duniani, hata kuzimu ambao unaweza kupingana na uwezo.
mambo to you as a man and a kwa maana anasema pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Mungu anasema usiogope, ako pamoja nawe, ako na wewe, ako ndani yako. God is in us, is with us, is for us. And the Bible says, if God is for us, who can be against us? Me, I usually paraphrase that and say, if God is for me, who cares who is against me? Does it mind? Ni ati Mungu akiwa atakusaidia, na anasema nitakutia nguvu na tutavuka nawe mpaka mwisho. Hata wewe kubali Mungu akushike mkono, kwa sababu yeye ni mkuu, anajua na anaelewa na ana uwezo wote juu ya maisha yako. And therefore katika Ebeneza ama jiwe la msaada ni kukumbuka kwamba umbali huu ni Bwana. Hii inatia nguvu na moyo kwamba God's past provision and help should be a reminder that he will continue to be a source of help in times of need. Mungu ambaye amekusaidia kwa nyakati ambazo zimepita, ataendelea kukusaidia. Ukumbuke hilo na usisahau, na atakuwa msaada wako hata wakati wa mahitaji. Do you know that God is our source? We may be having resources. Your resource may be labda kazi umeajiriwa, ama biashara, ama ukulima, ama kitu ambaye inakupatia riziki. And at times the resource may dry, but our source is intact. Mungu ndiye anatupa. Is a God of providence. Amini hivyo. Na kama alikuvukisha kwa hiyo mitego na mambo hayo magumu, ataendelea hata kukusaidia. Ataendelea kukusaidia kiongozi. Kwa hivyo mtu astahili kufika mahali anaanza kusema, mimi naona pingamizi ni nyingi, hii kazi niachane nayo. Kumbuka Ebeneza, tutakuruhusu tu kama utakufa. Ukikufa, watu wakikufa ni hasara, hawana faida katika maisha ya kimwili. Ukishaenda kwa Baba, ni kuenda ama ni kupanda ama ni kuteremuka, ushaenda. Lakini ukiwa hai na uko rio sasa, tumika as long as unaishi. Lakini kama utaama hii kanisa uende Sunshine ama uende lingine, hiyo inaeleweka. Lakini ukiwa hapa, tumika na Mungu kwa wakati wote. Unless pia umeugua mpaka umelazwa, uwezi inuka. Lakini ukiwa bado unapumua na una nafasi, tumika na Mungu. And therefore as a leader, mambo manne muhimu. Remember God's help. Kumbuka msaada wa Mungu. Reflect on past experiences where God has intervened, provided and delivered you from difficult situations. Kwa hivyo mkumbuke Mungu. Kuna mstari wa Biblia huwa tunasoma katika Mhubiri, Ecclesiastes, na huwa tunasomea vijana mara nyingi, lakini ni kwa watu wote. Hebu tena niwakumbushe. Inasema hivi, Ecclesiastes ni Mhubiri, the book of the preacher, chapter number 12 verse 1. Remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come now not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Mkumbuke Mungu, muumbaji, muumba wako siku za ujana. Mkumbuke, kwa sababu watu wanasahau. Unasahau Mungu.
Watu wanasahau Mungu wakifanikiwa na kuinuliwa. Akipata mali, akipata vitu, ako very busy. Busy kwa shughuli zako, lakini kwa kazi ya Mungu hautaki. Lakini pia watu wanamsahau Mungu wakiwa na shida, wakipitia mambo magumu. Adui shetani anakuhubiria, anakuambia kama Mungu ako na wewe, mbona unapitia hayo? Lakini mkumbuke Mungu, usimsahau. Kuna watu wameinuliwa, kuna watu wamefanikiwa nani vile umefanikiwa, lakini bado wanakumbuka Mungu. Hata hili taifa letu la Kenya, mtu kama former CJ Maraga, mtu ambaye alikuwa na hali hiyo ya juu sana, lakini elder ako kanisani. Ni vile anaona tena anauliza urais. Yani amesikia Matiang'i anauliza, naye anauliza. Sasa mtu kama huyo baada anampenda Mungu. Yani hiyo inakufanya unakuwa very humble. Nilikuwa naenda saa zingine Nairobi Central Church Maxwell. Unapata mtu kama Justice Bosire, mtu ambaye alikuwa na cheo ati ni shemazi. Imagine ndiye anakuambia mahali pa kukaa. You can imagine. Na huyo mtu mahali yako ni masalute, mtu wa heshima, lakini anaheshimiwa. Sasa hao watu ambao wameinuliwa, kama bado wanamkumbuka Mungu na ni viongozi, si hata wao mkumbuke Mungu. Hawa Wajaluo wengi, wakina Ochieng, au wakina Orengo, kina nani hao ni Waadventista. Lakini sasa hawako kanisani. Siku ile atakufa ndiye ataenda Central kuumbiwa, Nairobi Central Church. Lakini the Adventist wamesahau, maana sasa wako busy na maisha. Kuna watu pia wanapitia mambo magumu. Hata katika Biblia Ayubu alipitia mambo magumu, lakini hakumsahau Mungu. Hata mke wake pumbavu akamwambia ati si utusi Mungu ufe. Lakini hakumkataa Mungu, hakumtusi Mungu. Na kwa hivyo hata wewe mkumbuke Mungu. Ukiwa bado kijana, ukiwa na nguvu, iko wakati hiyo mikono hiyo vitu inashika itashika. Kuna wakati hiyo macho, unaona watu wakianza kuvaa macho ino, of course macho inaharibika mpaka kwa wadogo, lakini unaona mtu, unaona venye hiyo macho unaona mbali. Kuna wakati unangi mbali, unaonanga vimulimuli. Hiyo miguu inakubeba, unaweza tembea na mguu kutoka hapa Rionsase mpaka uende Nyangusu, mpaka upite na uende mbele. Kuna wakati kufika hata kwa hiyo choo ya nje ni ngumu, mpaka uwekewe ya nyumba. Nakuuma usiku yote. Lakini ukilala unalala tu, unalala unashtukia ni saa 12. Mkumbuke Mungu ukiwa na ujana. Hata wewe mkumbuke Mungu. Kuna mtu maybe tunamhubiria pale nje, ulituma watoto na mama wakuje kanisa, lakini wewe una shughuli. Imagine mtu anaweza fanya kazi, ameajiriwa kazi mzuri, ana shughuli na Mungu kabisa. Saa zile ameretire, amekuwa useless. Unajua mtu anakuanga useless, maana anaambiwa aende nyumbani. You retire, we need flesh blood. Wewe enda nyumbani. Sasa mtu anakaa, saa zile amebakisha miaka 2-3 akufe, ndiye anasema ita Pastor Moffat na wazee wakuje, mimi nataka sasa kubatizwa. Alafu hatuwezi na hii baridi, huwezi mbatiza na maji baridi. Tunatafuta tena kuomu maji. Tunabatiza hako kamutu, tunakatoa, hakuna sadaka analeta, maana sasa ana miaka 2 anakufa. Asara kwa ufalme wa Mungu. Mkumbuke Mungu wakati hata unapatanga hizi vitu ziko. Vile unafanya maendeleo kwako, hata kwa Mungu fanya maendeleo. Hata hili kanisa, watu si wengi wanajenganga kanisa. Katika Old Testament wafalme ndio walikuwa wanajenga kanisa. Lakini kwa sababu kila mmoja mpaka mama mboga tumuudhishe, kuna watu wamebarikiwa. Hii kuweka hii rufu hapa, mtu mmoja sio kitu. Watu mkienda venye umejenga makwenu, mume-invest. Sasa kuleta 1500 hapa ama milioni 1, kwani hatutamaliza kanisa? Lakini unataka kila mtu sasa atisi hata na wao watoe. Tumebarikiwa wote, hakuna mwenye hajabarikiwa, lakini viwango vya mapato yetu ni tofauti. Wewe ukiwa na vingi, beba saidia hata wewe kwa kufanya kazi ya Mungu. Sasa hizo investment zenye umefanya hapo nje ni sawa, lakini mbinguni hiyo ni kazi bure, hiyo ni yako. Ile umefanya kwa ufalme ya Mungu ndio inahesabika. Sasa usilie, unalia na kweli unayo katika maisha. Mungu amekulinda, amekutunza. Imagine watu mliajiriwa, wengine wakavutwa kazi, wengine wakakufa prematurely. Wewe umeishi mpaka, lakini hati sasa vitu zingine yenye unastahili kufanya, unaangalia wengine wamefanya ndio ufanye, wewe fanya. Kasirika kitakatifu na ndio utakuwa na ushindi. Kwa hivyo kumbuka ada. Number 2, build confidence in God. Jenga ujasiri wako katika Mungu.
nyoreire otokonyerinde togende kubisoma nande kareke bindi kiko cha story twasabira maneno tokonye otorae otoe chinguru chao erinde karomo kwani aratene gotobo semi boke nyasao ito amangana ya aso astore erinde atokonye tu yarigani asenge nchogo cha kwao na kugo sabana go semeli asirtara Kristo yoroma boli ito amen mbarenga mana nje toko mwarigani mo kwani karibu. Mjambo wapenzi wa Bwana. Mbiyamule. Bwana asifiwe. Come meeting 2025. The good news about the great controversy. Tunamshukuru Mungu amekuwa nasi katika vipindi ambavyo vimepita. Karibu tunaingia kwa masaa ya divine hour, lakini tungependa tuimizane machache kwa ajili ya kutoa sadaka ya shukrani. Na nataka niwashukuru wengi wenu ambao umesimama katika kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuwa mwema kwetu katika mwaka huu na hata kutupa makambi ya Rionsase. Na pia tunaendelea kuhimizana ni vizuri tutoe. Kama umehusika ubarikiwe, kama bado kuna nafasi ya kufanya hivyo. Kwa hivyo nataka nisome sehemu mbili, alafu tutaenda kwa yale makundi yetu. Rionsase watakuwa pale juu, alafu Sunshine watakuwa pale pamoja na mimi. Wageni wetu watakuwa hapa. Alafu tutaimizana tuweze kupita ile goal ambayo tuliwekewa. Kuna sehemu mchungaji alitusomea kitabu ya Deuteronomy ama kumbukumbu la sheria, kumbukumbu la Torati 16. Ukisoma 16 inasema mara 3 kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua, katika siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika siku kuu ya majuma, na katika siku kuu ya vibanda. Kwa hivyo kuna sherehe hizi ambazo wana wa Israeli hukuwa nazo. Wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu, wasije bila kubeba kitu. Waswahili wanasema mkono mtupu haulambwi. Kuna wakati hauna kweli, lakini Mungu akikupa usije mbele zake kila wakati bila kubeba chochote. Inasema kila mtu na atoe, mstari wa 17, kama awezavyo, kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Kila mmoja atoe vile Mungu amemjalia. Kuna baraka katika kutoa, na katika kutoa ni kumshukuru Mungu. Atutoi ndio Mungu atubariki. Tunatoa kwa sababu Mungu ametubariki. Ukiona kabisa urudishi chochote, inamaanisha hauna baraka za Mungu. Na kama umebarikiwa na utoi, inamaanisha umekuwa mchoyo, umekuwa mkono birika, umekuwa mkono gamu. Utaki. Kwa hivyo Mungu anatubariki ili tusimame na kazi yake. There are no legal tenders in heaven. Hakuna banki mbinguni. Kama tungekuwa tunaomba pesa zinarushwa kutoka mbinguni ingekuwa rahisi, lakini hakuna. Mungu anakuaminia wewe ili usimame na kazi yake iendelee. Ninashukuru wana Sunrise, wana Rionsase, tumebakisha tu hela kidogo tupite ile goal ambayo tulipewa ya 150. Sunshine pia tuna 100, kwa hivyo imebaki chache na tuna potential na uwezo wa kutoa mpaka kumaliza hapa. Ukisoma pia Methali nisema sehemu 2, Proverbs chapter number 11, ukisoma verse 24, chapter 11 verse 24. Ngoja nifungue hapo tu kwa haraka. Proverbs chapter 11 verse 23, 24, lakini tuanzie 24. Inasema kuna atawanyaye lakini uongezewa zaidi. Kuna azuiaye isivyo haki lakini uelekea uhitaji.
nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Awanyimaye watu nafaka ama mahindi ama maharage ama chakula, watu watamlaani. Auzaye nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Nasema kuna mtu anapeananga tu na unaona tu kuna vitu hazimutoroki, lakini kuna mwenye anakuamilia, hataki kuachilia vitu, na mwisho wa hizo vitu zinampotelea zote. Martin Luther King akaandika akasema, if the things that I withheld I have lost all of them, but those that I placed in the hand of the Lord I still possess. Kile vitu nilikuamilia zimenipokonya zote, hata zizioni, lakini vile vitu ambavyo niliweka mikononi mwa Mungu hata sasa ninavimiliki. Ukweli wa mambo, kuna siri. Ukiweka vitu zako mikononi mwa Mungu atakupatia na utaongezewa na utadumishwa, lakini ukinyima, ukizuilia, hata hizo zitakupoteza. Tunataka tupate baraka. Kwa hivyo ninaomba kwamba tutaenda kwa makundi, lakini kabla tuende, kuna sadaka mbichi ililetwa hapa. Hebu iletu hapa mbele kwa haraka. Hiyo sadaka mbichi leta kwa haraka ndio tuende makundi. Leta kwa haraka. Kuna ndizi pale, kuna kuku mahali. Ziko wapi? Tulete haraka. Na ule mzee wangu mwalimu alienda wapi? Retired but not tired. Niliona ana promote vitu vizuri sana. Enga yenda goji. Elda njoo hapa ongea na hiyo lugha. Buya abantu oni ebinte bito manya kwenda chi gurupu cheto na liako bawe. Ono rantikera naende. Basi zilete. Elda atasaidia tuuze hizo vitu kwa haraka tu. Alafu tuende kwa makundi tuone mahali tumefika. We want by Sabbath tujue mahali ambapo mpaka tumepita goal yetu. Na mko na potential ya kufanya hivyo. Mungu, nimeona venye mnakaa hapa, mumebarikiwa. Nyinyi si watu wa kulia kusema hakuna, hapana. Nonyenere ndio biri ni wakorwa. Nonyenere mumwagere simi ale tijibeza chinde chiri. Mungu wetu ni upendo. Hata watoto wenu wapigie simu. Na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tupe sadaka. Hata mimi baba aliniita na mimi ni pastor. Kama uko hapo Nakuru, ujue makambi yetu inaanza, ilisha last week. Na akaniambia unanitumia 1500. Si ati kupembelezana, niambia unitumie 1500. Alafu ilibidi nikatafuta hiyo pesa nikamtumia. So hata wewe ambia watoto pia wahusika kwa baraka katika makambi. Wanatoa mahali wako, lakini pia wakumbuke nyumbani na itakuwa baraka. So hizi vitu zinaletwa haraka, nimpatie mgeni wetu nafasi. Elda auze. Umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe, chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu Ni stanza 1 tumemaliza. Let's pray. Our Father in heaven, is going to start the sermon. I pray that you also help the speaker and those who are in the congregation. I pray in Jesus' name.
tunapotoa sadaka kwa ya district ikuje kwa wimbo moja. Mashemasi, muda ni wenu. Tusimame. Mwanya bantu bechinga kichabono Wabera benenu ase nyasae Katongera mwanya bantu enibo Elo abega koyete nenera
kolende mwanya banto wenenire nakoye kore ya yeno wenenu mwanya banto bechinga kichabono wabeira benenu asenyasae katongera mwanya banto enibo elio abega koye tenendera kolende mwanya banto wenenire nakoye kore ya yeno wenenu tunachekina kyoboronge elio tomorwero monene yeso tomorwere ase obwegenwa elio kago chato ire igoro tunachekina kyoboronge elio tomorwero monene yeso tomorwere ase obwegenwa elio kago chato ire igoro. Oyo minto kwa rangeriwe nachekina kyoboronga somonene morwero monene kungone sadaka nagosesenyere ne nyumba yao ebyeze yebyonsi ntobitige togendo mocho tatagotimoka aye oyo minto kwa rangeriwe nachekina kyoboronga somonene morwero monene kungone sadaka nagosesenyere ne nyumba yao ebyeze yebyonsi ntobitige togendo mocho tatagotimoka tunachekina kyoboronge elio tomorwero monene yeso tomorwere ase obwegenwa elio kago chato ire igoro tunachekina kyoboronge elio tomorwero monene yeso tomorwere ase obwegenwa elio kago chato ire igoro tunachekina kyoboronge elio tomorwero monene yeso tomorwere ase obwegenwa elio kago chato ire igoro tunachekina kyoboronge elio tomorwero monene yeso tomorwere ase obwegenwa elio kago chato ire igoro. Sadaka neto sabere sadaka twensi matongi tata nyasaye biyamona asinge njo watonyire abana ba angerere sadaka Storm warrior ito. Amen. Hamjambo tena wapenzi wa Bwana. Hamjibu mbiamole. Okay. Hebu tusalimiane. Hallelujah. Come meeting 2025. The good news about the great controversy.
Tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo yametendeka, na karibu kwa ibada ya kulipokea neno wakati huu wa kipekee tunapoendelea kuzungumza kuhusu habari njema, kuhusu pambano kuu ama vita vikuu. Kama umekuja leo kwa mara ya kwanza, karibu sana. Kama umekuwepo pamoja nasi katika juma hili, hata nawe tunakuomba utulie miguuni pa Yesu ili tulipokee neno hili. Siku ya jana kumbushwa kuhusu maisha kabla ya mavumbi, lakini kulikuwa na maisha haya tunamoishi ya mavumbi, na pia kuna kuinuliwa na kuingia katika maisha yaliyo juu ya mavumbi. Kwa hivyo la muhimu la kukumbuka katika hayo yote ni kwamba ni vizuri kumtambua Mungu katika maisha yako na kumpatia nafasi ili akutawale, akuongoze, ndipo upate ushindi katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya mema na mabaya, lakini vita hivi tumeshindaniwa katika Kristo. Na kwa hivyo kwa sababu ya wakati, na wakaribisha kwa ujumbe wa siku ya leo napozungumza kuhusu how to fight and gain victory, jinsi ya kupigana na kupata ushindi. Hebu msalimie mwenzako, mwambie hivyo. Kwa hivyo mwambie kuna jinsi ya kupigana na kupata ushindi, hata wewe uwe mshindi. Basi Baba, katika jina la Yesu tunakupa sifa tena, utukufu na heshima na taadhima zote, kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Asante kwa umbali huu ambao umetuleta kila mmoja wetu, na hata kutupa nafasi tena tusikie ukinena nasi. Tunaomba utayarishe mioyo yetu kulipokea neno lako Mfalme. Wacha nguvu zako zikatawale mahali hapa katika hali zote Mfalme. Utufunze kama wana wako kuweza kujua kupigana, na ili tupate ushindi ambao ni wetu katika Kristo. Tunatangaza mwanzo mwema, mwisho mwema, nikiomba ukakutane na mahitaji ya kila mmoja ambaye amekuja kutafuta uso wako. Wagonjwa ninawanenea uzima na afya katika mili yao. Mahali kuna usumbufu, iwe ni mgongo, iwe ni miguu, iwe ni kifua, sehemu inayouma, hata kichwa, kwa kupiwa kwa Yesu ninaachilia upako wa uzima na uponyaji juu ya maisha yako, nikiomba uwe na amani na utulivu katika moyo wako. Bwana, ukarejeshe furaha ya wateule hata katika ndoa, katika familia. Wafungulie njia kwa ajili ya kupata mapato na riziki. Neno hili likatuishe na kututia nguvu na kutuvuta karibu nawe, ili Bwana tuwe na nafasi na uwezo wa kukuabudu wewe katika roho na katika kweli. Tunakatana na hila na mipango ya adui iharibike katika jina la Yesu. Mipango na makusudi yako mema yakatimie. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo wapendwa, nataka tujifunze ili tuombe pamoja kuhusu jinsi ya kupigana na kushinda vita ambavyo tumeshindaniwa, na kupewa uhakikisho kwamba katika Kristo tu zaidi ya washindi. Neno la kutufungulia linatoka kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho katika Biblia, kitabu ambacho Mungu anajidhihirisha katika kujifunua kwetu katika Kristo, ili kwamba aweze kuabudiwa peke yake, maana anastahili sifa, utukufu na heshima na taadhima zote. Na mwenye kuandika kitabu hiki ni Yohana, mmoja wa wanafunzi wa Yesu ambaye alimpenda sana. Alipata fursa na nafasi ya kuandika kitabu cha Ufunuo, akaandika Yohana Mtakatifu, akaandika Yohana wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ukisoma Ufunuo 12 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Now wakamshinda. Hawa ni watakatifu katika maisha haya waliomkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi, na wakakubali kuishi maisha ya uokovu kwa kumtegemea Mungu na kujiachilia kwake, na katika kuwa barua njema ambaye inasomeka na mfano mwema kwa wengine kukubali na kuiga na kufuata maisha ya wokovu. Kwa hivyo wakamshinda. Wakamshinda nani? Wakamshinda Ibilisi, wakashinda maajenti wake wa giza kwa
damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo ni damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyomwaga msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na pia kwa sababu ya kututakaza na kutulinda na kututetea na kutuongoza. Maana damu inanena na damu ina uhai, ina uzima. Kwa hivyo wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hivyo ushuhuda, wakasimulia mema ya Bwana katika ulimwengu huu, na katika kuishi wao walikubali kufa na wakafufuliwa katika maisha mapya. Kwa hivyo maisha ya wokovu, katika utangulizi kuelewa, ni maisha ya kukubali kufika mwisho wako. Unakubali kuacha kuishi, unakubali kufa ili ufufuliwe katika maisha mapya, katika maisha tele na katika uzima wa milele. Kwa hivyo kutoka somo hili la Ufunuo 12:11, you realize that the blood of Jesus is central tenet to the Christian theology. Biblia hii tunayoisoma na mambo yote kuhusu theolojia kumuhusu Mungu ni damu ya Yesu. This is blood book. Kutoka mwanzo mpaka Ufunuo ni kitabu ambacho kimejaa damu, damu ya Yesu. And therefore the blood is life. Damu ni uhai, na damu inazungumza, inanena mema kuliko damu ya Abeli, kuliko damu ya wanyama. Ni ombi langu kwamba unapopokea ujumbe huu ukubali kuwa mshindi kwa damu ya Yesu. Damu hii inapeana msamaha wa dhambi. Damu ya Yesu inatakaza wenye dhambi. Damu ya Yesu pia inaosha, kusafisha dhamira zetu ili ziwe safi. It cleanses the conscience, and the blood of Jesus also heals, inaponya, inalinda, it protects and gives victory over the spiritual forces. Damu ya Yesu ndio inapeana ushindi kinyume na nguvu na uwezo wa giza katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo damu ya Yesu ni muhimu kupata kuelewa, na pia imesema kwa ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo number 1, there is forgiveness of sins. Kuna msamaha wa dhambi na makosa, na kuna kutakazwa kwa damu. Number 2, there is redemption and freedom, meaning people are set free from the bondage of sin, of death and the devil. Kuna ukombozi katika damu, na kuna kuwekwa huru kutoka kwa uwezo wa uharibifu ambao tumerithi ndani yetu kutoka kwa Adam, ambao kiini chake ama picha yake halisi ni katika kifo, na pia katika kutolewa katika utawala wa adui ambaye ni Shetani. And therefore hii mambo ya ukombozi na kuwekwa huru ni kwamba hii damu inavunja na kuharibu uwezo wa laana, the power of curses. Nimesikia watu wengi wanasema labda ninasumbuliwa kwa laana za ukoo, kwa laana za jamii, kwa laana za familia. Sikiliza, ikiwa unakubali wokovu katika Kristo, unatolewa katika laana zote. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia katika Agano Jipya, nasoma pale kidogo, sura ni ya 3, the book of Galatians chapter number 3. If you read verse 13, inasema hivi, inasema Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written,
accursed is everyone that hangeth on a tree. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Laana ya torati ni umasikini, ufukara oehae. Laana ya torati pia ni maradhi na magonjwa, sickness and disease. Laana ya torati pia ni ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu kwa wanadamu. Mungu sasa ana hasira juu ya yeyote, kwa sababu hasira hiyo ilichukuliwa na Yesu katika msalaba. Laana ya torati pia ni kifo na kupotea milele. Ndio maana katika ukombozi na kuwekwa huru, damu ya Yesu imeleta hali ya kutusamehe na kututoa katika laana zote. Kwa hivyo the power of curses, the power of covenants, maagano ambao watu huwa wamefanya ama walifanya kwa niaba ya wengine, and ordinances that work against believers, na mambo yote ambayo yamefanyika kinyume na yule anayemwamini Mungu. And therefore redemption from various forms of captivity including sin, sickness and poverty. Kwa hivyo number one, hii damu ya Yesu inaleta msamaha kutoka kwa dhambi na kutakazwa, na pia inaleta ukombozi na uhuru katika huyu Bwana, na pia inaleta healing and protection. Ina shield from or against the attacks of the enemy. Damu ya Yesu huwa inalinda usingiliwe na adui, including plagues like COVID-19, coronavirus. Unajua wakati the plague inaitwa corona ilikuja, kwa maskini ilikuwa inaitwa coronavirus, na maskini waliishinda. Lakini kwa matajiri na watu wenye kujiweza, utajiri wa mali na vitu vya dunia, ilikuwa inaitwa COVID-19, na ilichukia matajiri sana. Ilikuwa ikipata mtu ambaye ana vitu ilikuwa inapita naye ile hujawahi ona. Lakini sasa hii damu inaleta afya na inaleta ulinzi, including physical illnesses and diseases. Mbali na mengine, inaleta pia uponyaji hata wa kimwili, hata wa maradhi na magonjwa. And believers can apply it in your life. You can apply in your families. You can apply the blood of Jesus upon every situation and every circumstance in your life. Ndio maana wakati hata tunapokubali wokovu na kuwa Waadventista wa Sabato, tunashiriki meza ya Bwana. Na sababu moja ambayo tunatumia kikombe cha mzabibu ambacho kinasimamia damu ya Yesu ni kwamba ndio tupate msamaha. Lakini pia ule mkate tunaotumia ni kwamba tunadai uzima, tunadai afya, tunadai uponyaji kutoka kwa kutumia vitu vile ambavyo vinatupa picha kumuhusu Yesu na kifo chake katika msalaba. Na ya tatu pia ya ambayo ni ya muhimu, ya nne, access to God's authority. Access to God and his authority. Damu ya Yesu ndio inatupa kiingilio kumpata Mungu na kupokea mamlaka ya kimbingu, means by which we approach God's throne for grace with boldness, and we can apply that power of the blood in our life. Sasa damu imetupa kiingilio, tunaweza muendea Mungu si kwa uoga lakini kwa ujasiri, naye anatupa uwezo, anatupa mamlaka. Mungu anajidhihirisha katika maisha yetu kwa ajili ya damu ya mwana kondoo, si damu ya wanyama, si damu ya vitu vingine, lakini damu ya mwana kondoo. Na mwisho kabisa, ili nilete yale ambayo tunaweza kuyafanya katika kupata ushindi, it gives us victory and even able to overcome the enemy. Inatusaidia kupata ushindi na kumshinda shetani. Wapendwa, nataka uelewe hivi, kuna vitu vitatu ambavyo vinampatia shetani ama adui wetu kiingilio katika maisha ya wanadamu yeyote yule. Na ndio maana ni vizuri tujue jinsi ya kupigana vita hivi ambavyo tumeshindaniwa katika Kristo, because the war has been won but the battle rages on. Vita hivi vimeshindwa katika Kristo, lakini bado tuko kwenye
kwenye vita, na vita vinaendelea. Kiswahili ni lugha kiwete. It doesn't make a difference between war and battles. They almost the same, but there is a difference. Vita hivi vinaendelea hata kama tumeshindaniwa katika Kristo. Kwa hivyo kuna vitu vinapea shetani kiingilio katika maisha yako, na ni vizuri ujue ili kwamba uweze kuepukana nao, na ndio utakuwa mshindi. Number one, the enemy looks for a legal ground. He looks for a point of contact. Anataka foothold. Anafuta kitu ambacho atajiunganisha na mtu yeyote katika maisha yake. Na ndio maana watu wengi ukiangalia katika maisha yao wamefuatwa na wamefikiwa kupitia kwa vyakula. At times there are spells ambazo zinazungumziwa katika vyakula, na mtu ambaye ako katika ulimwengu wa giza akitaka kukufikia atatumia chakula, because chakula ni maagano katika maisha. Vitu vingine vinatumika na hata vijana na sisi wengine tunapenda sana ni cast objects, kama vile pete. Anaweza kutumia chains na rings, anaweza kutumia hata mavazi fulani ambao unapata mtu amevaa kitu hapa kwa mkono ni swagi tu mwingine kwa sababu ni loyalty, inamwonyesha kwamba ni Mkenya. Lakini kuna mwingine amevaa, it is a point of contact, na ndio inamuunganisha katika ulimwengu wa kiroho wa ushoga. Lesbians, kama watu ambao ni mashoga wa kike wa kiume, kuna vitu zinaingisha mtu. Unapata mtu akona pango avai bure, ni point of contact. Wengine wamevaa mapete kubwa kubwa, ni kwa sababu zimetumika katika kuwaunganisha kupokea nguvu na uwezo fulani katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo mambo matatu ambao shetani anayatumia. Number one, ambaye anapenda sana ni agreement or covenant. Wapendwa, hakuna vile adui atapata nafasi katika maisha yako bila wewe kukubaliana na yeye. Lazima mkubaliane, lazima muingie katika maagano. Watu wakienda kwa uganga, kwa ushirikina, hawaendi bure, anaenda na hela. Alafu kale kamutu kanafanya uganga na ushirikina kanamwambia wekelea hapo, labda ni ngozi ya sungura, inaweza kuwa ni ya mnyama fulani. That kangozi is an altar. Akiweka hiyo pesa yake pale, inamuunganisha katika ulimwengu wa mapepo, na hapo ndio kunafanyika maagano. Ndio unaona watu wale ambao hupenda kwenda katika uganga, katika ushirikina, kuna mambo ambayo yanakuanga katika maisha yao, katika familia zao, katika hali zao za kuishi. Unapata kuna watu wanakufanga maajali sana ovyo ovyo. Kuna magonjwa kama kifafa na mengine ya kurukwa na kichwa, mingi inatokana na kuunganishwa katika ulimwengu wa kiroho wa giza. Hiyo ni point of contact. Kwa hivyo unakubaliana na shetani kwa njia moja ama nyingine. Mtu ni roho iliyo hai, lakini pia uko na nafsi, unaishi katika mwili. You are a trinity. Vile Mungu ni utatu mtakatifu na Mungu ni roho, na kwa hivyo ametumba kama yeye. We are spiritual beings having a human experience. And kwa hivyo Mungu shetani akipata nafasi a control spirit yako kupitia kwa maspirit mengine, nafsi yako ambayo is your mind, your conscience, the way you think na vitu kama hizo, inanyakuliwa katika ulimwengu wa giza. God is a covenant keeping God. Mungu anataka maagano na wewe. Ndio maana Amosi 3 inasema 3:3. Je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja bila kukubaliana? Lazima ukubaliane. Kwa hivyo adui anatafuta kitu ambacho anajiunganisha na maisha ya mtu yeyote ndiye apate nafasi ya cooperate katika maisha yake. Kwa hivyo contact number 1 ni agreement or covenant. Number 2, what the enemy uses is ignorance. Kutojua. Ignorance has no cure. Ignorance is a disaster. Wakati mtu hajui, adui hataki ujue kwamba wakati umekubali wokovu unakuwa nani katika Kristo. What are your privileges? What are your rights? Unasimama wapi kama Mkristo? Sasa nini imebadilika? Nini umepewa? Na unastahili cooperate namna gani katika maisha? Ndio maana watu wengi wanaishi is ignorance even of their salvation. Hawajielewi na
na waelewi sasa kwamba Mungu ametenda mambo ya kimiujiza, ameleta mabadiliko katika maisha yako ili kwamba uongozwe na mbingu. Hebu niseme hivi, the greatest problem of man is not the devil, it is not even sin. Hebu nikuambie leo, shida kubwa yako si shetani. Nataka uelewe, in fact hata shida yetu kubwa si dhambi. Our greatest problem is ignorance, because the moment you know, you will overcome the devil. Na ukijua, you will overcome sin. Lakini kwa sababu ya kutojua, unaishi kama mtumwa. Ukisoma kwa wakati wako, ni kwa sababu naenda kwa haraka kwa wakati. Biblia inasema hivi katika Wagalatia, the book of Galatians chapter number 4 from verse 1. Ukisoma pale chini nasema hivi, murithi akiwa bado ni mtoto ana tofauti na mtumwa, lakini yuko chini ya watawala na mawakili na watu wa kusimamia mpaka afikie ukomavu. Mkristo mwadventista ambaye hajui haki zake na mahali anasimama katika wokovu, ana tofauti na mtu ambaye hajakubali wokovu. Ana tofauti na kafiri, ana tofauti na mtu ambaye hakanyagi kanisani kama hajijui na hajielewi. Ignorance ni kitu ambacho lazima upigane nacho katika maisha ili ikikakuondokee, kwa sababu ufalme wa Mungu is knowledge dependence. Ufalme wa Mungu unategemea maarifa, unategemea ufahamu. Lazima umjue Mungu wa kweli, lazima ujijue na kujielewa. Ujiite katika kamkutano ili upate kufunguka mawazo, ujinga ukuondokee, upate kuelewa sasa katika Kristo ni nini ambacho kinafanyika maisha yako, ndio utakuwa mshindi. Mnanipata mpaka hapo watu wa Mungu? Number 3 ambacho adui anatumia sana as a point of contact is disobedience. Anatumia uasi, anatumia kutotii. Usiseme unamjua kumuhusu Mungu. Kila mtu anajua kumuhusu Mungu. Even the devil knows about God. In fact, even demons know about God. Even the agents of the enemy know about God. Na kwa hivyo Biblia inasema, unasema unamjua Mungu, umefanya vizuri, lakini hata mashetani wanamjua. Na tukitaja jina lao la Mungu, jina la Yesu, wanatetemeka, they shudder, they tremble, because kuna kitu moja, they know about God but they don't know God. Kuna sababu moja, ni kwa sababu wanaasi, hawamtii Mungu. Kwa hivyo mtu yeyote, hata kama unasema unamjua Mungu lakini haumtii Mungu, hauna tofauti na adui. Kwa hivyo kumjua Mungu is experiential knowledge. You must know God, you must experience God. It is not head knowledge, it's about your heart. Si tu kumjua katika ile masomo ya kusoma peke yake. Hapana, lazima awe Bwana, awe Mungu ambaye anaishi ndani yako. Hiyo ndio kumjua Mungu. Kila Mungu anataka ni kumtii, ndio utapata ushindi katika maisha yako. Ni ombi langu kwamba Mungu akusaidie utoke katika ignorance, utoke katika maagano yoyote ambayo umefanya katika maisha na umempatia nafasi kiingilio katika maisha yako. Ndio maana hili neno linasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa neno lao. Wao ambao hawakupenda maisha yao hata kifo. So how to fight and gain victory in the great controversy? Number 1, you must put God first. Lazima umweke Mungu wa kwanza katika maisha yako. God must be your priority. God must be number 1. Mungu mpaka awe wa kwanza katika kila hali, katika kila hatua, katika kila tendo. Let God be your number first. Let God be your number 1. Awe wa kwanza katika maisha yako. Hivyo ndio unaweza kupigana na uweze kushinda vita hivi. Niliwasomea hapa nikifundisha leadership, mstari wa Yakobo 4 mstari wa 7 inasema, jisalimishe, jipeane kwa Mungu, mpinge shetani adui naye atawakimbia. Hauwezi kumpinga bila kumweka Mungu awe wa kwanza katika maisha yako mpendwa. The psalmist says, huyu mwenye kuandika Zaburi, kuna maneno ameyatamuka mazuri sana ambayo pia nataka uyaelewe katika kumweka Mungu awe wa kwanza katika maisha yako. Anasema hivi,
I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Katika Zaburi 16 mstari wa 8 anasema, nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Mkono unless you are left handed, lakini ukiwa wewe unatumia mkono wa kuume, this is a very strong hand, na hata mtu akishika ashike mjaribu kuangushana, yule mwenye nguvu katika mkono wake ndiye atashinda mwingine. Mweke Mungu wa kwanza. Ndio maana wakasema ladies first, ladies first. Ni wazungu walileta hii kitu. Mwanamke wa mzungu ama wa lugha wa rangi nyeupe akitembea na mke wake, wanatembeanga hapa kwa hapa. Sio mwingine ako nyuma kama Mkisi na fimbo ametangulia Mkisi anatembeaje na mke wake, especially wale wa zamani kama Chiamani, wale wa zamani wanatembeanga aje, anatangulia mbele na ako na fimbo peke yake. Sasa mke wake anamfuata distance kutoka nyuma, amebeba kiondo kwa kichwa, alafu kuna mtoto amebeba kwa mgongo, na kuna mkopa mwingine ameshika upande huu, anamfuatanga kutoka nyuma. Taasubi ya kiume. Lakini hawa watu wa rangi nyeupe wanatembea, kwanza mwanaume anakuwa upande wa kulia na mwanamke wa kushoto. Meaning hii ndio protection yake, hii ndio defense kwa mwanamke. Wakitembea alafu wapate njia ambayo ni nyembamba, anamtanguliza mke wake. Hiyo inakuwa ladies first, anamweka mbele ili kwamba awe ametoka nyuma, kama kuna hatari yoyote amulinde. Watu wa Mungu mnanipata? Ndio wakasema ladies first. Wacha hii ya Beijing eti ya kucompete at what a man can do, a woman can do better. Sio wanasema yanga hivi? Lakini na wakumbushanga, and even what a woman can do better, a man has already done it. There is nothing new you are doing, mama. Unaona hiyo vitu unajaribu kufanya, wanaume walifanya kitambo. Kama ati mwanamke sasa amekuwa nahodha, amekuwa rubani, ama those things, there is no competition. Kila mtu afanye sehemu yake, lakini wewe muweke Mungu awe wa kwanza. Katika maombi Mungu awe wa kwanza. Katika shughuli zako wewe muweke Mungu awe wa kwanza, na ndio utaona ushindi katika maisha yako katika vita hivi ambavyo vinaitwa the great controversy. Number 2, katika maisha yako likubali neno la Mungu, likumbatie, liweke katika moyo wako, liamini neno la Mungu na lifanyie mazoezi. Watu wengi wamepotoshwa kwa sababu ya kutolijua neno la Mungu. Sasa wewe ukienda mahali mtu akikwambia sasa beba haya maji, beba hii udongo, si ujiulize hii vitu imetoka wapi? Unajua watu wanaamini. Nashukuru wa Adventist sasa zingine watu wanasema hatuna roho, tunakaje, lakini sawa tu, kwa sababu roho si lazima watu watingike, vichwa inuke, ifanye nini ndio useme sasa mtu ako na roho. Roho wa Mungu hako ndani yetu. Sasa watu wanasemanga mtu ako na roho ni mwenye nywele zinasimama kidogo, mwenye anatingika kidogo saa zingine ndio yuko na roho. Hiyo ni maroho chafu by the way na kuanga kwa watu. Ni kwa sababu ya kutojua neno. Lakini neno ndio silaha. Ili neno la Mungu linaitwa upanga wa roho, na ukilisoma liweke katika moyo wako na lifanyie mazoezi. Stay close to Jesus is another way to fight and gain victory. Wacha Yesu awe rafiki, awe mwandani wa karibu. Wacha Yesu akuongoze katika maisha yako, maana yeye ndio ushindi wako. And then know the reality of the enemy. Know the real enemy. Jua hadui wako. Your brother is not your enemy. Your mother, your father, your uncle. Wakati ambapo umeenda unaambiwa jirani ndio anakupiga vita, sikiliza, hakuna mtu ambaye ni adui yako. We have an adversary. Na huyo adversary ni shetani. Anaweza watumia watu, lakini ndugu yako, dada yako sio adui wako. Ndio unaona watu wengi katika kukuambia, atakwambia ni nani, akuunganishe na watu. But I can tell you that your uncle, that your brother is very innocent. Adui wako ni shetani, na kama amechukua nafasi ya kuwatawala, muondoe kwa hao watu, ndio muwe na amani katika maisha yenu.
Your fellow brother in the church is not your enemy. Pastor is not your enemy. He is your friend. That elder is not your enemy. I can tell you that young man, that young woman is not your enemy. No, you are real enemy katika vita hivi. Na adui wako wapendwa si huyo ambaye unayemuona. Ndio maana hivi vita, wakati ambapo unapopigana, uelewe si vita vya kimwili. Hivi vita ni vya kiroho. Hivi vita ni vya kiroho. Na adui tuliye naye si adui katika hali ya kimwili, ni adui aliye katika hali ya kiroho. Kwa hivyo kile ambacho unahitaji katika mwisho tunapoomba, kwa sababu muda wetu umeenda, exercise authority through faith. Fanyia mazoezi mamlaka uliopewa kwa imani, ndio utakuwa mshindi katika hivi vita. We talk to God, but we make noise and we rebuke the enemy. Atupembelezani na adui. Yesu kuna wakati aliwatuma wanafunzi wake, na hapo ndio nasoma nimalize. Katika Luka sura ya 10, ukiangalia mstari wa kwanza, aliwatuma akasema hivi: baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe, vile ambavyo ametuita na ametutuma na ndiye anatutumia. Akawaambia mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke tenda kazi. Kwa hivyo exercise. Basi alipowatuma, in fact, bila hata kusoma mambo mengi pale, aliwaambia hivi: mukienda mukipata wagonjwa wapoze ninyi, wapone ninyi, wafungue waliofungwa. Tangaza kuhusu mwaka wa Bwana uliokubarika, kwamba kuna ufalme ambayo upo wa kiroho wa mbingu na watu waingie ndani yake. Angalia sasa mstari wa 17 kule chini. Biblia inasema hivi: wale 70 waliporudi walikuwa na furaha nyingi, wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Alipowaambia enda muwafungue vipofu, enda waponye watu, watangazie habari njema hii, walipokuwa wakifanya, Mungu alikuwa nao na akifanya kazi pamoja nao, wakarudi kwa furaha. By the way, ni injili kiwete iwepo aina the demonstration of the power of God, hata ubiri namna gani, lakini kama watu hawakubali wokovu, hiyo huduma ni bure. Ni kuambia hata ubiri, lakini watu bado ni wagonjwa wa kiroho na waponi, wagonjwa wa kimwili. Wengine wamekatishwa tamaa hata katika mahospitali, ameambiwa utaishi mingi, lakini injili yako watu hawaponi, hawafunguliwe. That is a useless gospel. Ndio maana injili ya Kristo iko na nguvu hata ya kubadilisha watu. Kama watu walikuwa na addictions, watu wamekolea katika bad habit, wengine wamekolea katika madawa, lakini hawabadiliki. Wako kanisani lakini walevi, wako kanisani lakini wako na mambo ya pornography, wanasumbuliwa, wengine hata wanaabudu shetani, wameingishwa ma-Illuminati, ma-devil worshiper. Kama unawahubiria na hawabadiliki watoke katika kuzimu, hiyo injili ni kiwete. Mimi injili ambayo ninaijua na ya kweli, lazima waokolewe, lazima wafunguliwe, lazima waone mabadiliko. Yani mtu anakuja chini yako, anasikia injili wakati wote, lakini ufukara, umasikini au mtoki katika maisha yake. Ako tu amekwama kila saa, mimba inaharibika, ainuki katika maisha. That's a useless gospel.
Lazima watu waone mabadiliko, ndio katika hali yao ya kiroho, lakini hata hii maisha ya kimwili. Maana maisha ya wokovu ni maisha ya watu waliobarikiwa. Wafanikiwe kiroho, ndio wafanikiwe hata kiafya, hata wafanikiwe kimapato, wawe na kitu hata ya kufanya, na wanapofanya kazi ya mikono yao ibarikiwe. So wakarudi kwa furaha, wakimwambia Yesu, tumuona maajabu tulipokuwa pale. My goodness, tumuona venye Mungu nguvu zako zimedhihirika katika maisha ya watu. Biblia inasema mstari wa 18, akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Wakati mlipokuwa mkitangaza habari njema, mkiwaombea watu, nguvu za Mungu zilikuwa zinashuka na shetani alikuwa anachomeka. Do you know that's what happens? Ni vile tu katika macho, katika hali ya kimwili hatuoni, lakini tukiomba kuna moto inaachiliwa na inachomanga maadui, inachoma hata watu ambao wako katika ulimwengu wa giza wa mapepo, hawapatangi amani. Sikiliza sasa, Yesu akawaambia, behold, I give unto you power. That word can be translated as power, but also it can be translated as authority. Akasema, nimewapa amri, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Wewe sikiliza, ukiwa Mkristo na umemkubali Bwana, wewe ni askari, wewe ni amri jeshi katika jeshi la Mungu. Chukua mamlaka ambayo Bwana amekupa. Usikubali kuwa tossed to and fro by the enemy. Anakunyanyaza, anakutesa, na ili hali wewe ni mtoto wa Mungu. Chukua mamlaka, muondoe katika maisha yako, muondoe katika familia yako, ili hata na wewe uishi na uone mema ya Bwana katika nchi ya walio hai. Kwa hivyo Mungu ametupa jinsi ya kupigana na kupata ushindi katika maisha haya. Hata wewe pokea na uwe mshindi, na upigane vita hivi vya imani kwa hali ambayo ni ya uerefu ambayo Mungu amekupa, na utaona ushindi katika jina la Yesu. Wangapi wanasema mimi nahitaji ushindi katika maisha yangu? Basi simama tu kwa miguu yako na msonge karibu hapa ili tuombe pamoja. Songea karibu, toka kwa viti pale, toka kwa hema, njoo hapa karibu ili tuweze kumwomba Mungu pamoja, na itakuwa ni furaha kubwa kwa sababu kuna Yesu ambaye ametu ushindi. Inuka kwaya, karibieni hapa, mutatupa wimbo kabla ya kuomba na hawa watu wa Mungu. Ninataka nimpe mchungaji wetu nafasi, hata yeye awaite muje hapa kwa eke gusi hii lugha yenye munaelewa vizuri. Wewe ambaye hujabatizwa, kuna ubatizo, mupe Yesu maisha yako. Kubali awe Bwana, kubali awe mwokozi wa maisha yako. Ujitolee, tuombe pamoja nawe. Tuliomba na wengine kwa sababu ya changamoto na hali mnazozipitia. I can tell you we are still praying for you. Tunawaombea mahali popote ulipo, na Mungu ni mwaminifu, atakutenda mema, alafu jina lake litapata sifa na utukufu. Toka kabisa kwa viti, songea tu hapa, mwache watu wapie peke yao, wengine tukaribie hapa ili tupate kuomba pamoja. Kwaya itakuwa hapa, mtatupa wimbo hapa tukishaomba. Mungu wapendwa, hivi vita unashinda, lakini yule wewe ushinde, lazima uwe ndani ya Yesu, lazima ukubali wokovu, lazima utembee pia. Kubali hata wewe, batizwa kwa Roho wa Mungu ndio, lakini pia batizwa kwa maji mengi. Tangaza kwamba wewe si wa dunia, umekubali kuwa mmoja katika ufalme wa Bwana. Karibu pastor. Karibu kwa sababu ya ombi. Kwaya, guest kwaya, wimbo mmoja. Wanapojiandaa na wimbo huo, naomba nitangaze ya kwamba jinsi ambavyo mchungaji mtumishi wa Mungu amekuwa akileta mahubiri haya, ni kwamba huu ni wakati wa kufanya mwito. Huu ni wakati baada ya kusikiliza ya kwamba hakika Kristo ametufia msalabani, hakika Kristo ndiye anayepigana na vita kwako. Ebu nawe ufanye maamuzi kwa ajili ya ubatizo. Siku ya Sabato tutakuwa na ubatizo mkubwa, na kuomba sasa ukate kauli. Kama ulijikwaa, ulirudi nyuma kwa njia moja au nyingine, huu ni wakati wa kukata kauli yako. Kama hujabatizwa, naomba upige hatua mbele
kwaya inapoimba, kisha tuingie katika ombi la mwisho. Na ujue ya kwamba hatutaendelea kufanya mwito huu muda mrefu. Kama kweli hujabatizwa, upige hatua mbele uje kwa sababu ya ombi mahali. Nyota ya asubuhi ing'ayo, ila akatamani kuinua kiti chake juu ya nyota za mbinguni, akamfanane Mungu aliye juu. Nafasi yake haikupatikana mbinguni tena, na kwa anguko akaja na theluthi ya malaika watakatifu. Sasa amekuja joka la kutisha, kamwe usimdunishe. Huyu ana nguvu, aweza kutuangusha. Shetani ni mjanja sana, ajua siku zake si nyingi, awataka wengi atakaoangamizwa nao. Makinika usijepotea, ameweka hila nyingi, hatuna usalama tusipokesha na kuomba. Ni rahisi sana kuanguka kwenye hila zake. Shetani sirika yako, amekuwepo tangu Edeni. Makinika, ila licha ya uwezo anao, Mungu ni mkuu na mwenye nguvu kupita fahamu zote. Kwa uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu, mawazo maovu yatatoweka, na tutakuwa ni zaidi ya washindi. Shetani sirika yako, amekuwepo tangu Edeni. Makinika, ila licha ya uwezo anao, Mungu ni mkuu na mwenye nguvu kupita fahamu zote. Kwa uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu, mawazo maovu yatatoweka, na tutakuwa ni zaidi ya washindi. Vita hivi sio vyako, ni vyake Mwenyezi Mungu, kati ya Mungu na yeye Shetani. Ufanye maamuzi, utasimama upande gani? Kweli kama utabaki kule kwa Shetani, basi ushindi utakuwa kwa wengine. Ukifanya maamuzi ukimchagua Yesu Kristo, basi atazidi kukupigania nawe. Nguvu za Roho Mtakatifu tunao uwezo wa kushinda majaribu yote. Mwokozi akiwa mbele, ushindi ni hakika. Hata kama tuna uwezo wa kumshinda mwovu, tusijiweke katika hali zenye majaribu, maana tufanyavyo hivyo ni kumruhusu Shetani atujaribu na kumbuka. Shetani sirika yako, amekuwepo tangu Edeni. Makinika, ila licha ya uwezo anao,
mioyoni mwetu, mawazo maovu yatatoweka, na tutakuwa ni zaidi ya washindi. Basi tunaelekea kuomba. Shetani sio lika lako. Shetani talimu gisangio. Na kwa mjibu wa jinsi ambavyo tumehubiriwa siku hii ya leo, huu ni wakati wa kufanya maamuzi. Tiangondole bali babatisire bakolie Pasaka mesa yomonene. Ishara ya mikono juu. Kama kuna yeyote yule ambaye hajainua mkono wake hali meza ya Bwana, naomba tusogee hapa kwa ajili ya ombi. Mikono ikiwa imenyoshwa juu hivyo, wale ambao hatujanyosha mikono, naomba tu mtu ambaye amesimama karibu nawe umlete katika kundi hili. Mtu ambaye amesimama next to you, geuka muangalie mtu ambaye amesimama next to you, hajainua mkono hali meza ya Bwana, asimame upande huu. Sio kwa ajili ya ubatizo, ni nchwa ya gaiga tena moino gaiga. Mikono ikiwa imenyoshwa juu, msaidie huyo, mlete asimame upande huu. Tunahitaji kufanya ombi la makundi matatu. Simama upande huu. Mikono ikiwa imenyoshwa juu. Wajua macho yangu hayana uwezo wa kukutizama. Maisa anetabwa atioboro liboisa ine. Lakini Yesu na akorigeretie. Na Yesu nero tumekira bana kwa ya bayiga baro siyo gotera gwate banga shetani tali mugisangio igako manyete byako ngetania na ile nero kunya gukobekere byagasonga karati garaga. This is a time go join moinoga. Shetani na bamanyete ng'uburandi mborega na bamanyete nga chikambi cyo mwako ye iganchiro na ina bagendera kukwasanga no karati garaga. Ndio maana somo linasema ya kwamba the good news in the great controversy, ya kwamba kuna vita ambavyo vinaendelea hata kwenye mawazo yako. Hata muda huu kuna bado vita vinaendelea. Jiunge na hawa. Swali langu la pili, naweza tukarudisha mikono chini. Swali langu la pili, je, kuna yule ambaye anahisi ya kwamba kwa sababu ubatizo umeandaliwa siku ya Sabato, imeaya aiwetenga asuke go chiaria somorandi sengenje batizo? Thank you my brother. Oriyo gotebanga ningi gwete byagaso byansoire yaya na inche this is my time yoko batiswa. Usoge pale. Ukiona ni vema ubaki hapa ni sawa tu, lakini Mungu anakuhitaji siku hii yako. Mungu anakuhitaji ufanye maamuzi kwa sababu ya ubatizo. Kuna yule ambaye anajiunga na yule pale kwa sababu ya ubatizo. Tumeandaa maji siku ya Sabato, kesho kutwa tunafanya ubatizo mkubwa. Kuna yeyote yule anayeunga pale? Kuna yeyote yule anahitaji ubatizo ajiunge na wale pale? Naomba niwape kisa hiki. I think Pastor Moffat can know this. Nikiwa chuo kikuu Bugema in 2007, when it was my practicum, tunapofanya ile practicum, yani enga teaching practice, tukawa tumeenda Mombasa, ndio nilikuwa nafanyia teaching practicum yangu. Ekero twakore crusade nene yabali kuriye Sabato nko batisa tore. Pastor Mugeru ndiye alikuja kutuassess, ndiye alikuwa anafanya ubatizo. Roche gari Pastor Mugeru karororo, akaja Pastor Warancha naye alikuwa anashuhudia. Mama mmoja ambaye alikuwa ni shemazi, no yomore ngomo dikones, no ari roche gari ya na agore ngotinyara banta masyabo esengencho babatisirwe. Unfortunately umonginoria tukanyoranga ochakire kugwa. All of a sudden tukanyoranga kumbo mongnori amepata stroke. Stroke igomete we kanila kile kigusiki. Onyore stroke kare roche garia. Mongnori akaini sisi agotebanga mbatise. Pastor Orancha okananga nkyo kumubatisira keozi no modikonesi yale.
mungnoria kaini sisi akateba mbatise pastor kaba a confrontation kati ya Mugerwa na Worancha. Worancha anasema usimbatize, huyo tayari ni shemazi. Mugerwa anasema nahitaji kumbatiza, na yule mama anasema nibatize. Yule mama Mugerwa akambatiza. Baadaye yule mama watu wanamuuliza mbona ukaamua kubatizwa? Akatupeleka paka nyumbani kwake akatuambia, niliamua kubatizwa, nimeishi kanisani miaka 26, lakini mimi nimekuwa nikisababisha mauaji. Angalia nyoka ambaye nimefuga, ana nyoka mkubwa ndani ya nyumba. Ni Mkristo, anakula meza ya Bwana, lakini anaishi kwenye ushirikina. Amechagua chaguo mbili. Yule mama naambiwa juzi tu amelala wakati nilikuwa nahubiri kule Mombasa. So inaweza ikawa ya kwamba uko kanisani umeshikwa na shetani. Ndio maana kwa ikaimba shetani sio lika lako, umeishi shetani amekukumbatia. Leo hii nakuomba ya kwamba jiunge na hao wa ubatizo. Kuna yeyote yule ambaye anahitaji kujiunga na hao kwa ajili ya ubatizo? Uwezi ukajua Yesu anarudi kesho, uwezi ukajua marejeo yake mara ya pili ni jioni ya leo. Bora ukakubali Kristo. Kuna yeyote yule tunahitaji kufanya ombi la mwisho sasa? Mawazo haya ambayo yanazidi kukusumbua, huyo ni shetani. Anazidi kukuambia ya kwamba maliza hili kwanza. Bora ukafanye maamuzi. Tunahitaji kuomba. Baba na Mungu wetu ishie mahali patakatifu, mtumishi wako umemtumia ipasavyo pamoja na wanenaji wengine. Mchana huu wa leo tumefanya mwito, na mbingu maandiko yanavyotuambia ni kwamba haijalishi ni mtu mmoja, Kristo uliacha mbingu na enzi ukaja hapa duniani kumtafuta mtu mmoja. Tunashukuru kwa ibada ya siku hii ya leo kwa huyu ndugu ambaye amejitolea. Aidha makambi haya yalikuja kwa kusudi la huyu mmoja. Baba, tunajua kwamba sasa hivi mbingu inazidi kusherekea na kufurahia kwa sababu ya huyu mmoja. Lakini hata hivyo miongoni mwetu kuna wengine baada ambao wamebaki hawajafanya maamuzi, bado wanapitia vita vikali. Pambano kuu liko kwenye mawazo yao, nifanye maamuzi kubatizwa aidha nibaki kwa sababu ya ile shughuli nilio nayo. Baba, mzungumzie kwa sauti inayoeleweka, mpe sikio la pili la kuelewa na kusikiliza, ili naye afanye maamuzi sawa na huyu ndugu. Ikiwa ni mapenzi yako ya kwamba huyu peke yake kutoka kwenye camp center hili habatizwe, utukufu na sifa zote zikurudie wewe Mwenyezi Mungu. Lakini ukiona ni vema bado kuna mwingine ambaye amebaki sawa na jinsi ambavyo Nikodemu alivyokuijia, Mungu mzungumzie kwa sauti ya pili ili naye afanye maamuzi. Tubariki mkutano huu, bariki wanenaji wote, bariki kwaya zetu, hasa kwaya ngeni na kwaya ya district, ili Mungu tuzidi kukupa utukufu wako. Endelea kusema nasi Mungu hata kwenye vipindi vijavyo mchana wa leo. Ndilo ombi kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amen. Basi tutatawanyika kwa sababu ya chakula, ila naambiwa ya kwamba kanisa la Sunshine wageni wanapojiandaa kwa sababu ya chakula, washiriki wote walio Nsase naambiwa ya kwamba washiriki wote walio Nsase wasogee pale juu. Washiriki wote walio Nsase wasogee pale juu kama wewe ni mshiriki walio Nsase. Elder Sunshine. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usiona unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia.